Ninakutana kwa mara ya kwanza na Father Thomas, kasisi kijana mwenye imani thabiti, imani ambayo haikuwahi kuyumba hadi siku ile ajali ilipotokea. Ilikuwa ni ajali mbaya ya gari iliyobadilisha maisha yake kabisa. Ndani ya ajali hiyo, mama yake alipoteza maisha papo hapo. Dada yake mdogo Deirdre aliokolewa akiwa hai, lakini hali yake ilikuwa mbaya sana. Akiwa amelala kitandani hospitalini akihema kwa shida, Deirdre alimwangalia kaka yake kwa macho yaliyojaa hofu. Kwa sauti dhaifu kabisa akamwambia amwombee. Father Thomas alianza kusali kwa moyo wote, kwa machozi, kwa imani ya mwisho. Lakini kabla hata hajamaliza sala yake, Deirdre alifariki mikononi mwake. Dakika ile ile, kitu ndani yake kilivunjika. Maombi aliyoyaamini hayakujibiwa na kilichobaki ni machozi na maswali mazito. Baada ya msiba huo, maneno ya Biblia yalianza kumtesa badala ya kumfariji. Alijiuliza kama kweli walipewa mamlaka ya kufukuza pepo na kuponya wagonjwa, kwa nini yeye alishindwa kumwokoa dada yake? Huzuni iligeuka lawama, imani ikageuka mashaka. Hatimaye alimwendea mkuu wake Father Robbie na kumwambia kuwa anataka kujiuzulu upadre. Alizungumza kwa sauti nzito, sauti ya mtu aliyechoka kupigana na maswali yasiyo na majibu. Father Robbie alimwomba asifanye haraka, akaomba aendelee kuhudhuria ibada huku wakitafuta suluhisho baadaye. Thomas alikubali bila kujua kuwa uamuzi huo ungefungua mlango wa kisa kingine cha kutisha. Ndani ya kanisa hilo hilo, namwona mwanamke aitwaye Maya akiwa na mchumba wake Dennis. Kwa macho ya watu, Dennis alionekana mtulivu na mcha Mungu, lakini nyuma ya sura hiyo alikuwa mwanaume mwenye mahusiano mengi ya siri. Maya alikuwa na binti mmoja, Kayla, na Kayla hakumpenda Dennis hata kidogo. Mara nyingi alimwonya mama yake kuwa mwanaume huyo hakuwa mwaminifu, lakini Maya akiwa amezama kwenye mapenzi hakumsikiliza. Migogoro ikaanza ndani ya nyumba. Kayla akajitenga, akaacha kwenda kanisani, na akaanza kubeba hasira na huzuni nzito moyoni. Kadri chuki ilivyozidi kukua, ndivyo mlango wa giza ulivyoanza kufunguka polepole bila yeye kutambua. Usiku mmoja wa mvua kali, Kayla alipokea ujumbe kutoka kwa rafiki yake wa karibu Elina. Ujumbe huo haukuwa wa kawaida. Elina alimwambia kuwa amegundua njia ya kumsaidia mama yake kuondoa mikosi na huzuni iliyokuwa ikimwandama. Akiwa amejaa hasira na kukata tamaa, Kayla alikubali kukutana naye bila kumwambia mama yake chochote. Walikutana katika jengo la zamani lililoachwa nje kidogo ya mji, mahali palipozungukwa na uvumi wa matukio ya ajabu. Ndani ya jengo hilo, Elina alitoa kitabu cha zamani kilichojaa alama zisizoeleweka. Alimwambia Kayla kuwa walichokuwa wakifanya hakikuwa cha pepo bali ni nguvu za roho. Hofu ilimtawala Kayla, lakini maumivu yaliyokuwa moyoni yakamsukuma kuendelea. Walipoanza ibada hiyo, upepo mkali ulivuma ghafla. Mishumaa ikazimika. Sauti nzito isiyo ya kibinadamu ikasikika gizani. Macho ya Kayla yakabadilika, mwili wake ukatetemeka, na sauti iliyotoka kinywani mwake haikuwa yake. Elina alipojaribu kusimamisha walichokuwa wameanza, ilikuwa tayari imechelewa. Kitu kilikuwa tayari kimeitikia mwaliko. Kuanzia siku hiyo, Kayla hakuwa yule tena. Alianza kuota ndoto mbaya, kuongea peke yake, na kuonyesha chuki kali dhidi ya vitu vya kidini. Kila alipokaribia kanisa, alipata maumivu makali ya kichwa na hasira isiyoelezeka. Maya akaanza kuona kuwa binti yake alikuwa anapotea taratibu. Macho yake yalibeba giza, na mara nyingine sauti yake ilibadilika kabisa. Maya alitafuta msaada kwa madaktari na wanasaikolojia, lakini hali ya Kayla iliendelea kuwa mbaya zaidi. Wakati huo huo, Father Robbie alipokea taarifa kuhusu msichana aliyekuwa na dalili za ajabu sana, dalili zilizofanana na visa vya kale vya kupagawa. Na mahali fulani ndani ya moyo wa Father Thomas kulianza kusikika mwito wa ajabu, mwito uliomrudisha kwenye mapambano aliyokuwa akiyakimbia kwa muda mrefu.